Mulipatana nini? Mtumishi wa Mungu, mulipataneje? Ulipoingia kwa Kristo ulipataneje naye? Ulisema dhambi hutazirudia tena. Kwa nini leo inatokea watu wanazirudia dhambi tena? Lazima tuwe makini hapo, na nataka nikwambie kitu ambacho Bwana hakipendi, kinaitwa mazoea. Kama ulifanya kitu jana, usirudie tena. Kataa. Leo watu wanaingiza dhambi za mazoea. Ametenda tu jana, alitukana, anajua na Yesu atamsamehe, na leo Bwana hayupo hivyo. Ulifanya dhambi jana, akakusamehe. Leo tena unarudia, unasema atanisamehe kesho kutwa, na mwingine anakuambia yeye anasamehe tu. Yesu anasamehe tu. Bwana hapendi mazoea. Kristo hapendi mazoea, na ndio maana Roho Mtakatifu ni mwoga. Kama alikaa kwako, unashangaa haraka ameondoka. Oh my God, unashangaa ameondoka haraka. Nini? Roho Mtakatifu akaipa chafu. Anakaa nyumba ambayo imekaa safi. Ukiweka manyanga, yeye anatoka, unabaki mkame. Na ndio maana unashangaa hata kuna wiki ijayo nitafundisha somo la kunena kwa lugha ya kubadilika. Ukiingia kwenye lugha badilika. Si unakuwa na lugha ya aina moja. Uwe na lugha ya kubadilika. Usiishie tu shanda. Uzame kule. Uingie ndani kule kwenye chungu. Mbona huingii? Hata watu waingie ndani kule hawaingii, ila tu wanakuwa hewani. Ni shanda. Unapoingia ndani kule usandalike, ingie nyingine. Mimi nachomshukuru Mungu, naponena kwa lugha ninajua ninanena nini. Yaani ifasiri na nijia. Naponena kwa lugha najua hapa ninachonena ni nini. Yaani yote ninashukuru Mungu. Naponena huwa ninajua hapa nimenena hivi. Kwa hiyo naweza nikanena kwa lugha alafu nikaelewa nilichokinena. Haya, lugha tunajijenga nafsi, Biblia inasema. Na kama tunajijenga nafsi leo, kwa sababu watu wanatoka kwenye lile patano lao na Bwana, walivyopatana na walivyokuwa nakwenda, unashangaa sasa uoga haupo. Hawaogopi dhambi, na dhambi wameziruhusu, zimepata nafasi zikaingia kwao. Alafu Roho Mtakatifu akitoka, utanena wewe sanda. Wewe unanena sanda badala ya kunena. Alafu hakuna mahali pazuri kama kunena kwa lugha. Yaani ukiingia ni virindi fulani umejizama, unakuta umeanza huwa napendaga mahali hapo. Ukiingia unakuta zinakuja zenyewe, lugha za mbinguni zinakuja zenyewe. Mtu anazama, yuko kwenye virindi vya ndani, anajenga nafsi yake, alafu mawasiliano ni ya kimbingu. Na ndio maana roho ya kiruka ya kimbingu hakuna anayeweza kuijua isipokuwa wewe. Unaweza ukajua hapa ninanena hivi, ila hutajua roho ya kimbingu. Tunatakiwa kuzama. Ukiingia kwenye goti, nataka nikwambie, ukiwa kunena lugha wala huchoka. Ukipiga magoti yako namna hii, upo penye magoti, nataka nikwambie, unashangaa, unashandarika, unakwenda. Lugha zinakuja, zinaongezeka, zaje kuongezeka. Lakini leo inakosekana. Kwa sababu nini? Kinachotokea ni kwamba ndani ya watu wamepoteza mwelekeo. Kunena kwa lugha kumekuwa tofauti. Ananena ile, kuzama hakupo. Mungu atupe neema ya kuzama. Kunena kwa lugha, ukitulia, lazima tuonekane kwamba sisi sio wa kawaida. Tuonekane ni watu tuliojazwa nguvu ya Bwana, kwamba ukisimama kunena kwa lugha na mbingu zinajua mwandishi ananena. Leo tunanena, unashangaa mtu ananena, anaibakiza. Usibakize nyewe waombaji. Usibakize. Kunena kwa lugha ikija iachilie. Tukiwa ibada hapa nena. Tukiwa ibada hapa ongeza. Unapozama achilia roho ya Mungu. Na ndio maana sisi hapa ni marufuku tunapoendelea kufanya ibada. Unakwenda, nimewahi ona zoezi fulani. Si kama mmewahi ona. Mtu amenena kwa lugha, amezama, anaona kusikia kutoka kwa Mungu. Alafu kuna mtu anakuja pale, anamwekea mkono. Anasema, wewe hapo. Anamwekea mkono. Asema, tulia. Wewe roho tulia. Uende na utaratibu. Mungu alitaka kusema jambo, tayari watu wanampoza roho. Achilia roho. Inaweza kutokea karama ya kinabii, mkapewa jambo, lakini watu wanadhoofisha.
ile roho inakuja, ile roho imeingia, mtu yupo anasikia maombi, mwingine unasikia machozi yanamtoka, unasikia anabubujika, unasikia anakwenda vile, kuna mtu anamzima, anasema alafu huyu anayekwenda kumzima sasa wa mwilini, wewe anayekwenda kuzima maombi yake, unaweza kama unaomba maombi nusu saa, yeye anaomba dakika 2. Dakika 2 kachoka, anapiga na meo na miayo ndiye ameenda kumweka, unazimisha kilicho kwa mtu. Biblia inasema hatujapaswa kufanya nini? Kukamata watu au kuwaseta watu kwa namna unavyojua wewe. Hapo ni kuwaseta na kuwatoa kwenye mpango wa Mungu. Usiwasete watu. Unaweza ukamwekea mkono kama unamseta kwamba wewe kwa jina Yesu poa, kwa jina Yesu siinuke tena. Mwachilia nene, mwachilia bubujike, mwachilia zame kwa Bwana wake, mwachilia endelee na kuendelea na kuendelea. Anapoendelea kuendelea, Mungu wa mbingu na nchi atafunua jambo. Tunashangaa kuna mambo yanatokea, tunashangaa kuna baraka inashuka, tunashangaa kuna matendo makubwa. Sikiliza, nataka nikwambie, sio mchungaji peke yake au nabii kapewa kutabiri peke yake. Ndio maana kuna karama ya nabii, kuna huduma ya unabii, yani huduma ya nabii, lakini kuna karama ya kinabii. Karama inaweza ikajitokeza wakati tunaendelea hapa, ikajitokeza kwa mtu yeyote. Hiyo ni karama, inajitokeza popote, ni tofauti na huduma kwenye zile huduma 5. Lakini tukiwa ndani ya kanisa, kuna watu wanapoza huduma, kuna watu wanapoza huduma. Hebu mwambie mwenzako, usipoze huduma yangu. Usipoze huduma yangu. Mimi kama Mungu ameniita, acha ninene, acha nifanye, acha nitoe ile huduma ile Bwana amenipa. Leo hii tunapweza huduma za watu, na Bwana anatushangaa. Mungu ametupa kunena, Mungu ametupa kufanya yale na yale na yale. Kama tutakaa kwenye mapenzi ya Mungu vizuri, tukawa waoga wa kutenda dhambi, tukawa waoga wa kutoka kwenye patano, nataka niwaambie kanisa letu litakuwa mfano. Na mimi napenda kanisa linaloomba katika roho na kweli. Sipendi watu wanaomba kienyeji, wasipendi maombi ya kulipua, sipendi. Nataka tukiingia kuzama, tunazama, tunaingia watu kwenye vilindi, watu wanasema huyu ni Bwana, wanaomba alafu tunapata mambo hapo. Kuna matokeo na maono yanatokea. Leo maono hayatokei kwa sababu ya kuingiza vitu moyoni. Ondoa vitu unavyoweza kuweka kwenye moyo wako, vinaweza kukutenga na Kristo, viondoe. Ni wakati wetu wa sisi kusimama na Bwana, ni wakati wetu wa sisi kutulia mbele za Mungu ili tuyafanye mapenzi ya Bwana, na Mungu atatusaidia. Kinyume cha hapo, tutajikuta tunakwenda tofauti. Usiruhusu vitu moyoni mwako vitakavyokukosesha na kukutenga na upendo wa Kristo. Kitu gani